Ya, watu wengi huwa wanahangaika na wanatamani kujua kuwa Mungu yupo, na kama yupo yuko wapi, anafanya nini, anaonekanaje, yukoje. Ni vitu ambavyo wengi wanajua, na pia wengine wanatamani kujua ni dini ipi ambayo ni ya hakikati ya Uislamu, Kristo, Buddhism na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo wanajikuta wanaishia kubishana. Wakristo na wenyewe hapo wanaingia kwenye migogoro, wanasema kwamba kuna utatu mtakatifu, sijui ni vitu kama hivyo. Lakini ukiangalia kwa umakini sana, kama utaamua kusikiliza, utakuja kugundua kwamba watu hao wanabishana ni kwa sababu mara nyingi wanakuwa wajitambue. Ni vigumu sana kutambua haya masuala ya uungu ikiwa wewe mwenyewe hujajitambua. Ili uanze safari ya kuielewa Biblia, uisome uielewe, ama vitabu vingine vyovyote, au uielewe dini nyingine yote ile inachozungumza, ikiwa ezi nakosea au iko sahihi, lazima kwanza uanze kujitambua wewe. Kwa safari ya kuanza kujitambua ni safari ya muhimu sana. Sio safari ambayo inahusisha tu maisha ya kidunia, kwamba upate mafanikio ya kidunia na kadhalika. Pana ni safari ambayo iko nje ya maisha ya kidunia, kwamba pia ujitambue, utambue kwamba ufanye nini katika mikanganyiko hiyo. Kwa hiyo watu wengi wameanguka, wanaaminishwa kwamba ni uongo, na bado wanaaminishwa, sio kwamba wanaamini wenyewe. Wanaaminishwa kwamba ni uongo, Mungu haipo, vitu kama hivyo. So siko kutetea hapo kwamba uwepo wa Mungu upo hapo, lakini nipo hapa kutetea kwamba ni lazima kwanza ujitambue. Kama unahitaji kabisa kujua haya maswala kwa kina, basi anza kufikiria kujitambua kwanza wewe, kabla hata hujatambua kwamba Mungu yupo. Huwezi kutambua uwepo wa Mungu ikiwa hujajitambua. Anza kwa kujihoji, mimi ni nani? Umetoka wapi? Sijakuuliza unaitwa nani, nakuuliza wewe ni nani? Umetoka wapi? Uko hapa kufanya nini? Ukiweza kujibu hayo maswali, maana yake ni rahisi sana kwako kuanza kuelewa migogoro ya watu imekaa katika engo gani, na kwa nini watu wanagombana na kupishana. Kwa hiyo fikiria uponyaji. Fikiria uponyaji wa nafsi, kwa sababu nafsi zetu zimepotea, kwa haziwezi zikajielezea. Mtu akipona nafsi yake, mara nyingi kinachotokea ni kwamba mambo anaweza kaelewa hata yeye mwenyewe bila hata kufundisha. Akianza kusoma anaanza kuelewa, anaanza kuangalia kwa jicho la asili yake. Kwa usalie na wakati mwema hadi wakati mwingine. Kwa wewe ambao unahangaika, fikiria kuhusu uponyaji wa nafsi yako. Fikiria kuhusu wataalamu wa afya ya akili, ili waweze kukusaidia na uweze kuwa salama, na uanze kuelewa hii mijadala inayoendelea na watu na wanapokufundisha. Utaanza kuona mwenyewe tu kwa uwazi. Haihitaji tumie akili nyingi, haihitaji ufunge, uombe, uende mlimani. Ila wewe fikiria kuhusu kujitambua kwanza wewe. Ukishasikia kuna ulimwengu wa kiroho, wa mwili, ulimwengu wangapi, sijui mbingu 7 huko. Hivyo vitu lazima uanze kuvifikiria. Mimi najiita mtaalamu wa masuala ya kiroho. Rohoni ni wapi? Ni dunia nyingine? Ni wapi? Kwa maswali hayo lazima uyajibu ili uanze kuishi. Salia na wakati mwema hadi wakati mwingine. Mimi ni MJ for People.